Katika miaka hivi karibuni, kumekuwa na ongezeko la watu matajiri wanaowekeza kwenye nyumba za chini ya ardhi au bunkers za kisasa. Ni kitu gani kinawafanya wawekeze kwenye miradi hiyo ya chini ya ardhi? Je, kuna kitu wanajua ambacho sisi hatujui? Vita ya tatu ya dunia, mabadiliko ya tabia nchi, artificial intelligence, ugonjwa mpya unaokuja, ama ni biashara tu mpya ya watu matajiri? Baki na mimi katika video hii, tutajaribu kuangalia kama kweli dunia inaweza kumbwa na janga katika siku zijazo. Mwaka 2023, gazeti la Wired lilifanya uchunguzi mkubwa na kugundua kwamba Mark Zuckerberg, CEO wa Meta, Facebook, amekuwa akinunua ardhi kubwa sana kwenye kisiwa cha Kauai, Hawaii. Eneo lake linaitwa Coral Ranch, ekari zaidi ya 1400. Ndani ya eneo hilo kuna jengo la chini ya ardhi la futi za mraba 5000 lenye mlango wa chuma uliozajwa cement, aina ya mlango unaotumika kwenye bunkers za kweli. Gharama yote ya mradi zaidi ya dola milioni 270. Lakini Zuckerberg mwenyewe anasema si bunker. Aliambia podcast moja, ni zaidi ya underground storage tu, ni handaki tu linaloenda jengo lingine. Lakini si yeye tu. Jeff Bezos, mwanzilishi wa Amazon, ana majengo kadhaa yaliyoimarishwa sana kwenye kisiwa cha Indian Creek, Florida, mahali panapoitwa Billionaire Bunker Island kwa sababu ya idadi ya mabilionea wanayoishi hapo. Bill Gates, mwanzishi wa Microsoft, anaripotiwa kuwa na bunkers chini ya nyumba zake kadhaa. Na hapa ndipo inapokuwa ya kuvutia zaidi. Sam Altman, huu ni CEO wa OpenAI, kampuni iliyotengeneza ChatGPT, amekiri waziwazi ana muundo wa chini ya ardhi ulioimarishwa sana. Alipoulizwa kwa nini, alisema jambo la kushangaza: "It's not because of AI, it's because people are dropping bombs again." Yaani, si kwa sababu ya AI anayoitengeneza yeye mwenyewe, bali kwa sababu ya hofu ya vita duniani. Sasa ni kitu gani kinachofanya watu hawa kuinvest very heavily katika project hizi? Ni vita vya dunia, yani vita ya tatu ya dunia. Hii ndiyo sababu iliyotajwa moja kwa moja na Sam Altman, CEO wa OpenAI. Dunia sasa ina mivutano mikubwa. Ukraine, Mashariki ya Kati, mivutano kati ya mataifa makubwa. Watu wenye taarifa za ndani, connection na serikali, intelligence agencies, wanaweza kuona hatari ambazo sisi watu wa kawaida hatuzioni kwenye habari za kila siku. Lakini wacha tukumbuke, hofu ya vita si siri. Ni jambo ambalo wachambuzi wengi wa kimataifa wanalizungumza waziwazi. Mabilionea hawa hawana taarifa za siri zaidi ya magazeti makubwa. Wana pesa tu za kuchukua hatua ambazo sisi hatuwezi. Inaweza kuwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Bunkers nyingi za mabilionea hazina uhusiano na mabomu, zina uhusiano na mafuriko, ukame na moto wa misitu. Douglas Rushkoff, mwandishi wa kitabu cha Survival of the Richest, aliambiwa na mabilionea kadhaa wakimuuliza swali moja tu: New Zealand au Alaska, eneo gani litakuwa salama zaidi wakati wa climate crisis? Hii inamaanisha kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba mabilionea hawa wanaweza kuwa wanaogopa mabadiliko ya tabia nchi, kwamba dunia inaweza kukumbwa na janga kama ukame ama moto, ikawa ndio sababu ya wao kuwekeza sana katika miradi hii. Hii ni ya kuvutia sana. Watu wanaotengeneza AI ndio wanaogopa AI zaidi. Kuna wasiwasi kwamba teknolojia wanayoitengeneza inaweza kusababisha machafuko makubwa ya kiuchumi, kazi nyingi kupotea, mfumo wa pesa kuyumba, na wao wanataka insurance policy endapo hali itakuwa mbaya. Ama ni utajiri tu, si hofu yoyote. Hii ndio maelezo rahisi zaidi na labda sahihi zaidi kwa wengi wao. Ukiangalia kwa makini, bunkers hizi si vyumba vidogo vya kuishi maisha magumu. Zina sinema za nyumbani, yani home cinema, mabawa ama swimming pool za kuogelea, gym, hata mashamba ya hydroponic ya kulima chakula bila udongo. Kampuni zinazojenga bunkers hizi zinasema wateja wao wengi hawajengi kwa ajili ya kuishi maisha ya tabu chini ya ardhi. Wanajenga luxury survivalist retreat. Ni sehemu ya utajiri kama vile ndege binafsi au yacht. Ni insurance tu, yani mtu mwenye kila kitu anataka na hii pia.
Na kuna watu wamekuwa wakisema uwezekano wa alien invasion, lakini hapana, hakuna ushahidi wowote unaounganisha bunkers hizi na uvamizi wa viumbe kutoka anga za juu. Hii ni nadharia iliyoenea kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya utamaduni wa sinema na vitabu kama vile The Last of Us au Leave the World Behind, ambavyo vimeongezea hofu ya jumla ya apocalypse kwenye akili za watu. Lakini hakuna ripoti moja ya kweli wala mtaalamu mmoja aliyeunganisha jambo hili na aliens, lakini si la kupuuzia pia. Lakini hapa kuna jambo moja la kushangaza kuliko hizo bunkers zenyewe, na Douglas Rushkoff aliligundua alipoalikwa kuzungumza na kikundi cha mabilionea kuhusu the future of technology. Baada ya maswali ya kawaida kuhusu Bitcoin na virtual reality, mabilionea hao waliuliza swali la kweli waliotaka kujua: endapo jamii itaporomoka na wewe uko salama ndani ya banka yako yenye walinzi wa usalama, yani security guards, utawafanyaje walinzi hao wasikuibia au kukuasi wakati pesa itakuwa haina thamani tena? Yani swali lao kuu si nitasalimika vipi, bali nitaendeleaje kuwa na udhibiti baada ya mfumo wa sasa kuporomoka. Hili ndilo linalowafanya wachambuzi wengi kusema jambo hili si kuhusu kuogopa maafa tu, ni kuhusu tabaka jipya la kijamii. Wengine wanaita hii new feudalism, aina mpya ya ubwana wa kifalme ambapo wachache wenye nguvu watabaki na udhibiti ama control, huku wengine wakijiokoa wenyewe. Sasa tukirudia kwa swali letu la mwanzo, kuna kitu ambacho wanachokijua sisi hatujui. Kile wanachojua ni kitu rahisi zaidi lakini cha kutisha kwa namna yake. Wana pesa za kutosha kuandaa kwa kila uwezekano, wakati sisi wengine hatuna pesa hizo. Vita, mabadiliko ya tabia nchi, machafuko ya kiuchumi kutokana na AI, haya yote ni hatari ambazo wachambuzi wa kawaida wanazizungumza kila siku. Tofauti pekee ni kwamba mabilionea hawa wana rasilimali za kujenga plan B ya dola milioni 300, huku sisi tukiwa na akaunti ya benki ya kawaida tu. Labda swali sahihi si wanajua nini sisi hatujui, bali ni kama wenye pesa nyingi zaidi duniani wanaona ni muhimu kujiandaa kwa namna hii, je, sisi wenye pesa ndogo tunapaswa kufikiria vipi kuhusu maandalizi yetu yenyewe, bila hofu, bila panic, lakini kwa busara? Wewe swali hili unalichukuliaje? Unaona kuna kitu ambacho unajua sisi hatujui? Niambie kwenye komenti hapa. Na kama unapenda dokumentari za aina hii, usisahau kubonyeza subscription kwa hii button hapa chini, maana kila wiki nitakuwa nikikupea video mpya.